Eti jamani, milioni 50. Sio bure. Hicho ni kisasi dhahiri kabisa, kwa sababu kazi atakayokuja kuifanya kijana ni kazi ndogo sana. Maneno yenyewe atakayotamka sio hayazidi maneno 5. Ni maneno machache tu, ili mradi mizimu iridhike, roho yake isiuzike, ndipo rangi hiyo itakapotoka. Sasa yeye anataka milioni 50 kweli? Milioni 50 kweli? Haya yote umeyataka wewe mjomba Nchumali. Hii kazi ungeifanya mwenyewe, haya yote asingetokea. Sasa milioni 50 si uwekezaji wa shule yangu yote ile? Yaani hapo ni sawasawa nimemkabidhi shule yule kijana. Milioni 50. Yaani kazi ndogo kama hii ya kuja kutamka maneno 2 matatu tu anataka milioni 50 kweli? Umeona wewe? Anaongea ufila huyo. Asa Gulamu, ukisema kwamba mimi ndo nimeyataka hayo, unanikosea sana, na unaikosea sana mizimu yangu, kwa sababu mizimu ndo imetaka huyo kijana aje akate mzizi wa fitna, kwa sababu inaonekana hiyo rangi ni laana ya yule kijana. Baada ya kuwasaidia nyie mkashindwa kumsaidia pia kufanya mtihani, ndio maana mkalaanika. Hiyo rangi sio ya binadamu wa kawaida. Hilo linaitwa zongo. Sasa yule kijana ndio mwenye hiyo password ya kuaponesha nyie mkarudi kwenye hali yenu ya kawaida. Umeona? Sasa kama unajaribu kuongea hivyo kwamba mimi ndo unanikosea, ujue Gulamu, unanikosea sana mjomba. Basi nisamee ndugu yangu mjomba Nchumali. Nitempa tu hapa na pale hasira. Haiwezekani kijana atutajie pesa kubwa kiasi hicho, milioni 50. Na isitoshe kijana tumemlea wenyewe pale kwenye shule yetu. Leo hii anakuja kututajia pesa nyingi kiasi hicho kwa sababu ya kutusaidia tatizo dogo tu hili. Alafu kwanza mjomba Nchumali, uwezi ukatafuta mtu mwingine aje tusaidie jamaa? Kiboko ya wachawi naye mbumbumbu kumbe. Sasa kiboko ya wachawi, kama ingekuwa inawezekana hivyo, tusingepoteza muda wetu mwingi kwenda kumtafuta huyo kijana, kuhangaika huku na kule kumbembeleza mtu kwa kiasi cha pesa kingi kama hicho. Tungetafuta mtu mwingine angekuja kuwasaidia, lakini haiwezekani. Mizimu inataka kijana Shemtoi ndo aje atamke hayo maneno. Anko, kwa hiyo tunafanyaje? Gulam, yani hapa ninavyokuambia, nilikuwa na mchongo mmoja tu ambao ndo ule ulinipa wewe wa kumtibu Bikachala apone ili nipate kiasi cha pesa kidogo kutoka kwako. Lakini ndo hivyo mchongo ulifeli na yamekuja kutokea haya mengine mapya. Umeona? Kwa hiyo mimi hapa sina hata senti 5. Sina hata 100 mbovu mu ndani. Usiseme hivyo kiboko ya wachawi, kwa sababu hiyo pesa ni kubwa mno. Inapaswa mchangie. Ingelikuwa ni pesa ndogo, affordable, mume wangu angetoa tu peke yake angalau ili mpate kutibiwa wote kwa pamoja. Lakini hiyo pesa ni kubwa sana. Ukimwambia atoe mume wangu peke yake, huyo hapo utamnyonya. Utamnyonya kabisa mume wangu. Huo ndo uwekezaji wake kabisa yani. Shemeji, mimi mwenyewe natamani kulipa hiyo pesa, lakini ndo kama nilivyosema, pesa sina. Lakini mimi nikipona nitaenda kuendelea kufanya kazi zangu kama kawaida. Nitasebenza madhabahuni, nikiokota chochote kitu basi nitarejesha. Kwa hiyo mimi naomba tu Gulamu alipe hiyo pesa. Halafu kiasi ambacho nitatakiwa mimi kulipa, nitalipa baada ya kupona. Gulamu, tia neno. Fanya maamuzi ya haraka haraka mjomba, ili sisi tuende na shemeji tukiwa na pesa keshi kama kijana alivyotaka. Tukakutane naye hapo aliposema tukutane, tumkabidhi fedha, tuje naye hapa amalize dawa ili muendelee na shughuli zenu nyingine. Na hakuna sasa kufikiria hapo. Issue ya pesa itakuja baadaye. Issue ni ugonjwa kwanza mpone, mambo ya pesa mtadaiana kidogo kidogo, sio mbaya. Mke wangu, najua unaifahamu adhina yangu ya fedha. Nenda kachukue milioni 50, ongozana na mjomba Nchumali, kamkabidhini huyo kijana, mumlete hapa aje atusaidie. We karibu, ingia. Niingie? We ingia tu, mlango uko wazi huo, ingia kwenye jumba la bilionea. Siwe na wasiwasi. Dr. Sengo. Nimeamua nikufuate nyumbani kwako bwana. Kwanza habari za saizi bwana. Habari zangu wewe unazitaka dhani? Kumradhi. Bana mimi kwanza naomba unisamehe sana kwa kuonyesha idea za kitapeli za kutaka kutapeli kiasi chako cha pesa milioni 20 ambacho ulinipatia kwa mchongo ambao tayari ushafeli. Mimi nimeamua kukurejeshea pesa zako bwana. Bwana amechanganyikiwa. Wewe Dr. Sengo, ukulanina umeokota wapi? Sina uoma. Nijibu kwanza, ukulanina umeokota wapi? Sina sasa.
Maana huo ni ukulani, na mie sikudai pesa we. Wewe umekuwa mwenda wazimu siku hizi. Mie sikudai hata senti 5 we bwana. We Zumbe, we si ndio ulikuwa unalalamika hapa kwamba huyu bwana anataka kukutapeli pesa zako? Aka mie huyu bwana handai. Nishakwambia Bikachala. Mie pesa nikisema stopu ndo nimeiacha hiyo potelea pwete. Nishaiacha, siwezi kuchukua tena hata senti 100 kutoka kwake. Usinifanyie hivyo basi mzee wangu. Mimi unandai pesa yako bwana, unandai. Sikudai. Unandai Zumbe. Sikudai chochote bwana. Unandai pesa yako bwana. Mimi niliteleza tu kukwambia vile kwamba unidai pesa, siji uje na maandishi mambo kibao. Mimi nilikuwa nakutania tu bwana. Mimi siwezi kukutapeli wewe. Yaani mimi nikose mtu wa kumtapeli pesa kweli nikutapeli mzee Zumbe? Katili na makatili. Hilo swala haliwezekani. Ulikuwa ni utani tu. Nilikuwa nakujaribu. Mimi pesa yako nimekuletea kesi bwana. Mimi sikudai bwana. Dr. Sengo, wewe nenda kafanye shughuli zako bwana. Hiyo pesa mimi nimesamehe. Lakini kitakachokukuta buu nabu. Utakuja kuliwala dana mchana kweupe wewe. Sasa hayo mambo mimi ndo siyapendi kabisa kuyasikia. Mzee wangu, mzee Zumbe, kama unahitaji na riba ni bora useme. Mimi nitakupa milioni 25. Unajua unanidai milioni 20. Nitakuongeza milioni 25. Tulimalize hili swala. Unapenda vya mdonyo? Zumbe bana, mimi chukua pesa zako bana Zumbe. Mimi sitaki. Hiyo pesa mimi nishasema siitaki. Nakupa option 2 utachagua. Either unilete mke wako wa kweli kabisa. Achana na huyu dangulo huyu aloniharibia. Nataka mke wako wa kweli kabisa. Nije nibumundule. La umeshindwa hivyo. Basi nahitaji ngozi yangu ya mwanzo. Urudishe rangi yangu ya mwanzo ile kama nilivyokuwa mwanzo. Bi Mlole, mke wangu, kama mwanangu akifanikiwa kwenye hili swala, mie naomba nipatie milioni 20 tu. Milioni 20 akupe wewe za nini? Sasa mie si baba yake mzazi. Nahitaji hiyo pesa milioni 20 nisaidie katika mambo yangu mengine ya kina mambo yako ya kimalaya. Malizia tu, usijifanye una kigugumizi ya kimalaya. Bakari Kiboga, ushaanza kuonja vipombe pombe mtaani. Ushaanza kudandia wanawake wa hovyo hovyo mtaani. Leo hii mwanao kapata dili kidogo tu la milioni 50, unataka milioni 20. Milioni 20 nzima unataka kuzipeleka wapi? Wakati hapa upo hapa unalelewa, unapata kila kitu unachokitaka, maisha mazuri. Unataka milioni 20 za nini? Kama sio kwenda kuhonga malaya. Unanikosea mke wangu. Mke wangu unanikosea Bi Mlole. Kwa sababu hayo mambo tayari yashapita. Kwa nini unafukua makabudi? Mambo hayo yameshaisha hayo. Mie nataka milioni 20 kwa sababu ya mambo yangu mengine mwenyewe, si mambo hayo. Bakari, kuna fundo nimelifunga moyoni. Ukitaka nilifungue ili fundo nikaanza kuyamwaga matusi, hutayaweza. Hutaweza kuyabeba kabisa nikwambie. Achana na hizo mada, kausha. Hakuna hela utakayopewa wewe na Shemtoi. Hakupi hata 100. Najua wewe ukipewa milioni 20 utayeyuka hapa, utaondoka. Utaenda tena kuruka na malaya. Hilo swala haliwezekani. Upati hata 100. Sasa wewe mwanamke, wewe ushaanza kunipanda kichwani. Unaonekana wewe ndio una sauti kubwa, halafu mie ninyong'onye. Au kwa sababu mie mfupi, ama kwa sababu mie nimekosa nywele za matumaini hapa mbele. Hilo swala haliwezekani. Sasa mie nasemaje? Kama Shemtoi mwanangu nimemzaa mie, basi akipata hiyo fedha atanipatia milioni 20. La si mwanangu sijamzaa mie, hiyo pesa nsipewe. Kijana, pesa yako ushaingiziwa Shega. Okay, so data. Mjomba Nchumali, nadhani ungeanza kazi haraka. Tunataka kuziona rangi zetu sasa. Sijui zitakuwa zimegrow, sijui tutarudi na upele hata sielewi. Malimba afuire kafula toze katoza mbwanga ambaye wakumukaka mtoza. Gura na kiboko ya wachawi wamejamba ushuzi unanuka kabisa wamekula makanda mabichi. Sasa kijana, wewe kazi yako hapa ni ndogo sana. Malingo tu yalikuwa mchele na umechukua pesa kubwa sana. Lakini kazi yako ni ndogo. Kazi yako wewe ni kusema hivi, Gulam na kiboko ya wachawi wamejamba ushuzi unanuka vibaya mno kwa sababu wamekula makande mabichi. Sawa? Yaani hivyo tu? Sasa ulijua unakuja kufanya kazi gani? Kazi ndogo, umetaja ujira mkubwa sana. Hivyo tu kwamba Guram na kiboko ya wachawi wamejamba ushuzi unaonuka kwa sababu wamekula makande mabichi. Umeona? Kwa sababu hii laana ya rangi wewe ndio uliowapa. Hii laana inaambukizwa.
Ila wewe ndo chimbuko la hii laana. Kwa hiyo hayo maneno utakayosema, kama umewatusi, ukiwatusi maana yake ni kwamba hasira zako wewe zinashuka na laana itatoka. Ikishatoka laana, basi rangi yao inarudi kwenye hali ya kawaida. Endelea kijana. Shega, Guram na kiboko ya wachawi wamejamba ushuji unaonuka vibaya mno kwa sababu wamekula makande mabichi. Asanteni sana kwa kuungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Cha kufanya, hakikisha unabonyeza neno subscribe kwa wewe ambaye ni mgeni katika channel hii ya Mpemba Backup ili uweze kupata video zetu kwa wakati zaidi.